Umuhimu wa kikao hiki ni mkubwa sana kuliko tulivyofikiria. Kwa hiyo kama wenzetu hawapo kwa namna yoyote ile, ni bora tukawaita wakaja wakasikia, kwa sababu utakapouza, utakaponunua, wapo wengine watu wauzi humo wananunua. Sio kwa maana lazima nyinyi muuze. Kuna mwingine anauza huyu ananunua. Lakini uwe unanunua na kuuza kwenye taratibu zilizopo. Baada ya hayo, Mheshimiwa Waziri, naomba nikukaribishe utufungulie mkutano huu na baadaye wataalamu waelekeze njia sahihi kwa mujibu wa tulivyokubaliana leo. Asante sana. Karibu Mheshimiwa. Kwa sababu kuuza si tatizo, kwa sababu sheria mwenye ardhi yake anauza utaratibu, lakini hii ardhi yote ya Zanzibar ina msimamizi wake. Mnamjua nani? Hamumjui? Hamumjui kweli? Msimamizi mkuu kwa mujibu wa sheria, sheria ya umiliki wa ardhi ya mwaka 92 kifungu cha 3. Msimamizi mkuu wa ardhi ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Zinatofautiana baina ya nchi na nchi. Kuna nchi unakuta wananchi ndio wenye ardhi. Unafanya unapotaka. Unafanya unapotaka. Ukipiga gema, ukichimba mashimo, lakini kuna taratibu zao na wao watakuwa wanasieka. Lakini kwa kwetu hapa Zanzibar, kwa mujibu wa sheria hiyo ya umiliki wa ardhi ya 92, Mheshimiwa Rais ndio msimamizi wa ardhi yote ya Zanzibar. Nikizungumza neno usimamizi, tunajua maana yake na kusudia nini? Anatakiwa isimamie namna ya matumizi yake yanakwendaje, yale matumizi ya ardhi. Kwa hivyo ardhi iliyokuwepo Makunduchi, ardhi iliyokuwepo Pemba huko wapi huko Makangale, ardhi iliyokuwepo Ngambwa, ardhi iliyokuwepo, yeye ndo msimamizi mkuu wa ardhi. Na sio kwamba msimamizi mkuu wa ardhi tena yeye ndo anyang'anye watu ardhi. Hana hata katika akili yake hiyo. Kwa sababu mwisho wa siku anajua jukumu ambalo linaweza likatukuta. Kwa hivyo yeye hana jukumu hilo, wala waziri ambaye kakasimu madaraka yake. Kifungu hicho kinasema, lakini atakasimu madaraka yake kwa nani? Kwa waziri, ili kuweka mustakabali mzuri wa ardhi. Lakini lengo hasa Mheshimiwa Rais kasema hapa, hatuna nia kumnyang'anya mtu ardhi yake sisi. Kwa sababu tunajua ni majukumu, tunataka tu watu wafuate utaratibu. Sasa kama hujafuata utaratibu, sasa unatushokoza. Kama hujafuata utaratibu, utakuwa unatushokoza. Kwa hivyo nimesema nie na watendaji wangu tumekuja kutoa elimu hiyo, lakini kubwa zaidi ni kuja kuipa thamani na kuithaminisha ardhi ya watu wa Uzi na Ngambwa. Kwa sababu tunapokuja kuipanga, tunapokuja kuitambua, lakini tunapokuja kuisajili, maana yake tutakuwa tumeipa thamani kubwa zaidi. Nini maana yangu? Tutajua sasa hivi serikali imetujengea kituo cha polisi pale. Lakini tumejengewa na kituo cha afya hapa. Tumejengewa na skuli hii. Bahati nzuri sote tutakubaliana na hii kauli ambayo nataka kusema. Ardhi haiongezeki. Tunaoongezeka ni sisi watu. Hii skuli baada ya miaka 5 hii itakuwa haitutoshi. Kituo chetu cha afya hiki kwa sasa hivi kwa miaka hii ambayo tuko nayo inatutosha. Lakini baada ya miaka kadhaa nayo haitatosha, maana serikali nayo lazima ilete huduma ambayo itaendana na watu ambao wapo. Kwa eneo hili ambalo tumejenga kituo hiki, kwa hapo baadaye maana tutakuwa hatuwezi kutosheleza. Lazima tuongeze eneo ili tuweze kuweka huduma ambayo iko sambamba na ongezeko la watu. Kwa hiyo hili tukianza kulifumbia macho sasa, maana baadaye sisi tutakuja kupata shida. Lakini tutapokuja na mpango wa kuipanga Uzi yetu na Ngambwa yetu, maana tutajua kwamba eneo hili ni kwa ajili ya hospitali, eneo hili ni kwa ajili ya uwanja wa mpira, eneo hili maana tunaweka kiwanja cha sikukuu, eneo hili tunaweza kufanya vitu vingine. Tusifichane. Serikali imechelewa kuja kutuamsha. Tushauza. Wote tushawauzia wageni. Kama unavyokiona hichi kisiwa cha Uzi hichi. Sisi watu wa Uzi ndio tuliokuwa wamiliki. Lakini tushawapa wageni. Sisi tupo katikati.
tushauzia wageni mote huko. Kila unapopakuta peshauzwa. Kwa hivyo upimaji utapokuja kuuzwa, tutakuwa wageni wenyeji kidogo, tutakiwa kwenda kushauri na kujua kwamba papimwe wapi. Lakini wanaonunua kwa kweli wanatunyima haki sisi wanakijiji. Kwa mfano, mimi hapa nimechelewa kuja kwa sababu natoka kwenye uhifadhi wa koko. Na njia yangu specially ninapokwenda kwenye kuatika koko huwa napita ni pembezoni tu mwa bahari. Lakini leo mheshimiwa waziri, leo nimehangaika wakati wa kurudi zaidi ya masafa 70 na itafuta njia sioni. Maana huyo alonunua kati ya waya mpaka kwenye lile bonde la kushukia kwenye ufukwe wa pwani. Nimejaribu kupanda yale majiti aliyoweka, lakini ukikanyaga chini hivi na ubaya wa mambo ule ufukwe, yani lile bonde kalieka machenja makavu, ina maana kwa kwenda kwa hafla tu unaanguka chini. Hujui kama hapa tayari kuna bonde. Kwa hiyo kwa kweli wanaonunua pia wanatunyima haki, kwa sababu yale maeneo ya pembezoni mwa ufukwe sisi ni kama ulinzi wetu wa mazingira ya ufukwe wa bahari. Sasa kama itakuwa yeye kashanunua anajenga mpaka kwenye ufukwe kwenye bonde, itakuwa sijui anatukusudia nini sisi wana kijiji.